Safari ya kwenda Nairobi. Anaitwa Nasra Stanley Michael. Ni binti mchakarikaji, mchangamfu, mrembo na mwenye shauku ya mafanikio aliyezaliwa mkoani Kilimanjaro mwaka 2001 katika wilaya ya Moshi vijijini, kata ya Kibosho Magharibi. Baada ya kumaliza elimu yake ya kidato cha 4 na kuambulia matokeo ya kuhuzunisha, Nasra aliamua kujibidisha kwenye shughuli za ujasiriamali na kilimo cha mbogamboga kijijini kwao ili aweze kuendesha maisha pamoja na wazazi wake. Wazazi wake ni wakulima, hivyo walimfundisha Virma binti huyu namna bora ya kuendesha kilimo, hasa kilimo cha mbogamboga ambacho kimekuwa tegemeo zaidi kwa wakulima wadogo wilayani humo. Nasra alifundika vyema katika sekta hiyo, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, aliona wazi kuwa biashara ya mbogamboga haikuwa ikimfanya apige hatua kimaisha. Hivyo aliamua kwenda mjini kutafuta biashara nyingine nzuri zaidi. Tangu alipomaliza kidato cha 4, Nasra alitamani kujitegemea, hivyo hata wakati anawaaga wazazi wake wakati anaenda mjini, alisisitiza kwamba anaenda kuanzisha maisha ya kujitegemea, kwani umri wake tayari ulikuwa unaruhusu yeye kufanya hivyo. Kwa wakati huo, Nasra alikuwa na umri wa miaka 20. "Mwanangu, maisha ya mjini utayaweza kweli? Mbona umri wako bado mbichi mno kuanza heka za kujitegemea binti yangu?" Lilikuwa ni swali la mama Nasra, akimuuliza binti yake kwa upole. Ilikuwa ni jioni moja wakati mrembo huyu anajiandaa kuondoka kuelekea mijini ambako angepokelewa na shangazi yake anayeitwa Priska. "Siwezi kuendelea kulishwa mama. Nahitaji kujilisha, kujivisha na kujilinda kwa sababu mimi tayari ni mtu mzima. Ona wenzangu niliosoma nao tayari wana maisha yao huko mjini, sembuse mimi mama." "Haya mwanangu, nakutakia kila la kheri. Ila ninachokuomba ukawe karibu zaidi na shangazi yako. Kila unachotaka kufanya, mshirikishe shangazi yako kwanza kwa sababu yeye tayari ni mjuvi wa jiji." "Sawa Nasra." "Sawa mama, haina shida na kuahidi nitafanya hivyo." Nasra alijibu kwa kujiamini huku akiubusu mkono wa mama yake kwa mara ya mwisho kabla hajaondoka. Nusu saa iliyofuata, Nasra alikuwa tayari amekwisha panda gari kuelekea Moshi mjini na haikuchukua muda mrefu kufika kituo kikuu cha mabasi cha Moshi kutokana na mwendokasi wa basi alilokuwa amepanda. Alifika, akapokelewa na shangazi yake kwa bashasha, kisha wakaongozana kwenda nyumbani kwake ambako alikuwa anaishi na mumewe. Siku chache baada ya kuanza kuishi na shangazi yake huku kila kukicha akizunguka mtaani kutafuta kazi, Nasra alifanikiwa kupata kazi ya uhudumu katika hoteli maarufu mjini hapo iliyojulikana kwa jina la Mount Kilimanjaro Hotel. Kupitia kazi hiyo, Nasra aliweza kuanzisha maisha ya kujitegemea ndani ya mwezi mmoja pekee, kwani mbali na mshahara aliyokuwa anaupata, alikuwa na kiasi kingine cha fedha alichotoka nacho kijijini, faida aliyokuwa ameipata kwenye biashara yake ya mbogamboga. Akiwa mwenye shauku kubwa ya kuwa na maisha mazuri zaidi, Nasra alitamani kuanza kuendesha biashara yake binafsi, na ndipo kiu ya kutaka kupiga hatua kubwa kimaisha ikawa ikimshawishi awe mwekaji mzuri wa akiba kupitia mshahara mdogo aliokuwa anaupata kila mwisho wa mwezi katika hoteli hiyo, shilingi 50,000 pekee. Nasra hakuwa msichana wa kuzubaa pindi anapoona fursa. Nasra alikuwa ni sumaku ya kunyakua fursa pindi anapoletewa habari yoyote ya maana kuhusu kuingiza fedha, na hii ndiyo sababu wakati mwingine alikuwa hafiki kazini ili aende akafanye shughuli nyingine yoyote mtaani ambayo ingemuingizia kipato cha siku. Huo ndio ulikuwa mtindo wa maisha ya Nasra tangu alipoanza kujitegemea, na alikuwa tayari ameishi hivyo kwa miezi 6 akipambana kike pasipo kukata tamaa. Tangu alipoanza kufanya kazi katika hoteli hiyo, Nasra alivutiwa mno na maisha ya mwanamama mmoja ambaye kila alipokuja kula hotelini hapo alikuwa akimwachia shilingi 10,000 kama zawadi. Hakuna siku ambayo mwanamama huyo angeondoka bila ya Nasra shilingi 10,000 huku akimwambia kwamba ni zawadi yake, na kamwe Nasra hakuwahi kukataa, kwani hali halisi ya maisha ilimsuta. Alikuwa ni mwanamama aliyenenepa vyema, mweupe kiasi, mkimya, na mara kwa mara alipenda kutumia lugha ya Kiingereza pindi anapokuwa hotelini hapo. Nasra alipenda mno namna mwanamama huyo alivyotembea kwa kujiachia, alivyokuwa anavaa viwalo vya pesa ndefu, na hata gari alilomiliki lilikuwa ni gari la kifahari mno. Nasra alitamani kuishi kama mwanamama huyo, na ndio sababu pekee iliyomfanya mara kwa mara amuulize kama angeweza kumpatia kazi yoyote nyumbani kwake ili awe anamlipa mshahara mzuri, kwani kazi ya uhudumu hotelini hapo ilikuwa tayari imemchosha. "Aunt, unaweza kunipatia kazi yoyote nyumbani kwako? Tafadhali aunt, naomba unisaidie kwa hilo kwa sababu licha ya kunipatia 10,000 kila unapokuja, bado maisha ni magumu sana na mshahara ninaopata hapa hotelini haunistiri kabisa." Nasra alimsihi mwanamama huyo kwa ukarimu. Ilikuwa ni siku moja majira ya jioni, wakati anakusanya vyombo mezani baada ya mwanamama huyo kumaliza kula. Siku hiyo Nasra aliamua kujaribu bahati yake kwa mara nyingine.
kwani kila alipomweleza kuhusu hilo, mwanamama huyo aliishia kuachia tabasamu na kuondoka zake huku akitembea kwa maringo. Hivi ulisema unaitwa nani Miss Mrembo? Mwanamama aliuliza. Naitwa Nasra Michael. Ni mzaliwa wa hapa Moshi. Naweza kulifahamu jina lako pia aunt? Niite Madam Yemima. Ukipenda niite Madam Yemi. Okay? Sasa naomba kesho mchana ujiandae na kuja kukuchukua twende Nairobi. Kuna biashara nataka tukafanye. Nitakuwa na kulipa pesa ya kutosha kabisa. Understood lady? Nairobi Kenya au? Nasra aliuliza huku ametumbua macho kwa furaha isiyoelezeka. It is Nairobi Kenya. Au hutaki kwenda? Hapana. Nataka sana madam. Nataka sana. Hata sasa hivi nipo tayari kwenda jamani. Okay, basi kakusanye vitu vyako tuondoke zetu. Kwa kuwa unataka kwenda mapema, basi nadhani kesho jioni tunaanza safari yetu rasmi. Sawa madam. Nisubiri dakika moja, nakuja sasa hivi. Nasra alijibu huku tabasamu pana lisilokuwa na mfano likiwa limetanda usoni mwake. Hakuamini kama alikuwa amepata bahati ya kwenda nje ya nchi kikazi, tena kwa bahati nasibu. Akili yake ilibada. Alijibu huku tabasamu pana lisilokuwa na mfano likiwa limetanda usoni mwake. Hakuamini kama alikuwa amepata bahati ya kwenda nje ya nchi kikazi, tena kwa bahati nasibu. Akili yake ilibadili mwelekeo ghafla. Akajiona kama yupo paradiso. Nasra alichanganyikiwa. Hazikupita dakika 2, Nasra alirejea akikimbia mbio, huku amebeba mkoba mdogo begani ambao alikuwa amehifadhi simu yake ya mkononi na kiasi kidogo cha fedha za akiba. Nasra hakuona kama kuna haja ya kwenda kumuaga shangazi yake au pengine kuwapigia simu wazazi wake na kuwataarifu kuhusu bahati nasibu ya fursa adhimu aliyoipata. Wazo la namna hiyo lilitoweka kabisa ndani ya akili yake, ambayo kwa wakati huu ilikuwa ikiwaza kushika maburungutu ya pesa. Nasra aliongozana na Madam Yemima hadi nje ya hoteli. Akadandia ndinga ya kishua ya mwanamama huyo na kuondoka naye huku moyo wake ukicheza mdundiko wa wazaramo, au pengine tuseme taarabu motomoto yenye miondoko asto ya kule pwani. Nasra alibaki amesimama akikodoa macho baada ya kuingia ndani ya mjengo ghali wa Madam Yemima. Hakika ilikuwa ni nyumba ya kifahari mno. Alipokaribishwa sebuleni, Nasra alihisi kama ameingia peponi, kwani uzuri wa sebule hiyo ulimwacha kinywa wazi. Nasra hakuacha kukenua meno kila mahali alipoingia. Alipoingizwa kwenye chumba ambacho angelala usiku huo, Nasra alikaa kitandani kwa dakika 10 akiutazama uzuri wa chumba hicho pasipo kuridhika, kwani chumba hicho kilikuwa kimepambwa kikapambika. Usiku huo Nasra aliandika historia ya kulala juu ya kitanda cha futi 6 kwa 6 kila upande. Akajifunika shuka la 300 ambalo naamini wewe mwenzangu ukijifunika lazima uote ndoto zote nzuri, hasa zile za kwenda kuurithi ufalme wa mbinguni na kukalia kiti kitakatifu cha enzi ndani ya paradiso la milele. Mchana wa siku iliyofuata, basi dogo aina ya Toyota van liliwasili nyumbani kwa Madam Yemima likiwa limebeba wasichana kadhaa warembo. Wasichana hao walishuka na kuingia ndani ya jumba la kifahari la mwanamama huyo, kisha wakapewa amri kwamba waketi sebuleni. Nasra ambaye pia alikuwa amekaa sebuleni alibaki amekodoa macho pasipo kujua nini kilikuwa kinaendelea baada ya kuwaona mabinti hao ambao hawakuwa katika hali ya uchangamfu sana, huku wakionyesha wazi kwamba ilikuwa ni mara yao ya kwanza kufika mahali hapo. Mabinti, jioni hii tunakwenda kupanda ndege kuelekea Nairobi, na kwa kawaida huwa haturuhusu mtu kuingia na simu kwenye ndege zetu, hivyo naomba simu zenu mnikabidhi mimi na mtarudishiwa tutakapowasili jijini Nairobi. Madam Yemima alitoa tangazo kwa kujiamini huku akiwa amesimama mbele yao. Mabinti walianza kutazamana kwa taharuki, na punde mmoja baada ya mwingine akakabidhi simu yake kwa madam pasipo kuhoji. Baada ya mabinti wote kupewa chakula cha jioni na wapishi maalum ndani ya jumba hilo, hatimaye mnamo majira ya saa 11 jioni, safari ya kuelekea jijini Nairobi ilianza rasmi. Mabinti wote akiwemo Nasra walipewa amri waingie kwenye basi lililowaleta. Madam pia alipanda, kisha safari ikaanza, huku madam akiwasihi mabinti wajisikie amani na wenye uhuru wa kufanya chochote. Mabinti walimuelewa madam, na ili kudhihirisha hilo, walimuomba dereva awawashie muziki ili waifurahie vyema safari yao kuelekea uwanja wa ndege, safari ambayo ingechukua nusu saa pekee kuimaliza. Dereva aliwasha muziki mnene na Madam Yemima akawaruhusu mabinti wacheze namna walivyoweza. Sio simba, sio chui, sio mamba. Ngozi yangu inatosha kujigamba, na sina maneno ya kwenye kanga kazi juu ya kazi, yani bamba tu bamba. Mzaha unaweza kuzaa kizaazaa. Sinzia na fegi, uchome kibanda. Kalale, uote ndoto zako za kitanda. Sisi bado tupo macho, mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba.
ama ufate nyayo uchane msamba, pasua miamba, pasua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Mdundo ulisikika ndani ya gari. Mtaalamu wa miondoko mitamu ya hip hop, Darasa, maarufu kama Mr. Burudani, alikuwa na shughuli pevu ya kuwaburudisha mabinti ndani ya ndinga jioni hiyo. Dereva aliongeza sauti na mdundo ukasikika vema zaidi ili mabinti wanengue namna wawezavyo. Ilikuwa ni burudani ya kukata na msumeno. Hakika kisu wala upanga usingeweza kuukata utamu wa burudani hiyo. Mabinti walikata mauno na kutingisha vichuguu kwa ustadi hadi Madam Yemima akabaki akiwatazama huku ameachia tabasamu. Nasra, ambaye hapo awali hakuwahi kushuhudia mabinti wenzake wakizungusha nyonga kwa mtindo wa kuwakonga mandonga wa Mlima Kitonga, siku hiyo alibaki amegwaya. Gari liligeuzwa disco toto. Mashamushamu na burudani murua iliyokuwa ikiendelea ndani ya gari ilinyauka ghafla baada ya mabinti kushuhudia gari hilo likiacha barabara ya kuelekea uwanja wa ndege na kuingia msituni. Ulikuwa ni msitu mnene ambao kwa jioni hiyo ulionekana kama Jehannam kutokana na giza la kutisha. Kibaya zaidi ni kwamba gari lilipokatiza msituni, hata muziki ulizimwa na gari likabaki kimya likiendeshwa kwa mwendo wa kasi mno. Hapa sehemu ya pili ya hadithi. Mabinti wote waliokuwa ndani ya gari walipatwa na kihoro, macho yao yalijaa hofu na mioyo yao ilianza kwenda mbio, kama kwamba walikuwa wanakimbizwa na fisi aliyekuwa na njaa kali. Nasra alihisi kama moyo wake unataka kutoka nje, akashindwa kuelewa nini kilikuwa kinaendelea. Gari liliendelea kukatiza msituni kwa mwendo wa kasi, likipita kwenye miti mirefu na vichaka vyenye miiba. Giza lilikuwa zito na hakukuwa na dalili yoyote ya taa za magari mengine au nyumba za watu. Mabinti walikuwa kimya, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Baada ya kama nusu saa, gari lilisimama kwenye eneo lililo wazi ndani ya msitu. Eneo hilo lilikuwa na nyumba kubwa iliyozungukwa na uzio mrefu wa waya wenye miiba. Taa kali ziliangaza kutoka kwenye nyumba hiyo na kulikuwa na watu wenye silaha waliokuwa wanasimama kwenye lango. Madam Yemima alitoka kwenye gari na kuambia mabinti watoke pia. Walikuwa wanaogopa sana, lakini hawakuwa na jinsi. Walitoka kwenye gari na kufuata Madam Yemima kuelekea kwenye lango la nyumba. Walipofika kwenye lango, walipokewa na mwanaume mmoja mwenye sura ya kutisha. Alikuwa amevaa sare za kijeshi na alikuwa na bunduki kubwa mkononi. Aliwatazama mabinti kwa macho makali na kuambia waingie ndani ya nyumba. Mabinti waliingia ndani ya nyumba na walichokiona kiliwashtua sana. Nyumba ilikuwa kubwa na ya kifahari, lakini haikuwa na samani nyingi. Kulikuwa na vyumba vingi na kila chumba kilikuwa na vitanda vingi. Mabinti waliamriwa kuingia kwenye chumba kimoja na kukaa kwenye vitanda. Madam Yemima aliwaambia kuwa wangekaa kwenye nyumba hiyo kwa muda na kwamba wangefanya kazi fulani. Hakueleza kazi hiyo ilikuwa nini, lakini aliwaambia kuwa wangepewa pesa nyingi. Mabinti walikuwa wanaogopa sana, lakini hawakuwa na jinsi. Walijua kuwa walikuwa kwenye hatari kubwa. Usiku huo mabinti hawakulala. Walikuwa wanaogopa na wanawasiwasi. Walikuwa wanajiuliza nini kitawatokea na walikuwa wanaomba msaada. Asubuhi iliyofuata, waliamriwa kuamka na kuingia kwenye chumba kingine. Kwenye chumba hicho kulikuwa na wanawake wengine waliokuwa wamekaa kwenye viti. Wanawake hao walikuwa wamechoka na wana huzuni. Madam Yemima aliwaambia kuwa wangefanya kazi ya kuwahudumia wateja. Hakueleza wateja hao walikuwa nani, lakini aliwaambia kuwa wangepewa pesa nyingi. Mabinti walikuwa wanaogopa sana, lakini hawakuwa na jinsi. Walijua kuwa walikuwa kwenye hatari kubwa. Siku zilizofuata, mabinti walifanya kazi hiyo. Walikuwa wanahudumia wateja ambao walikuwa wanaume wenye pesa. Mabinti walikuwa wanaumia sana, lakini walijua kuwa hawakuwa na jinsi. Walikuwa mateka. Nasra alikuwa na huzuni sana. Alikuwa anajiuliza jinsi gani aliweza kuingia kwenye hali hiyo. Alikuwa anajuta kumwamini Madam Yemima. Alikuwa anatamani kurudi nyumbani, lakini na maisha ya Nasra na mabinti wengine yalizidi kuwa magumu. Walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana na walikuwa wanalipwa pesa kidogo sana. Walikuwa wanaishi kwenye hofu na walikuwa wanakosa matumaini. Nasra alikuwa na akili nyingi na alikuwa anatafuta njia ya kutoroka. Alianza kuzungumza na mabinti wengine na aligundua kuwa wengi wao walikuwa wanataka kutoroka pia. Walipanga mpango wa kutoroka na walikuwa wanangoja fursa. Siku moja walipata fursa. Walikuwa wanahudumia wateja na waligundua kuwa walinzi walikuwa wamelewa. Waliamua kutumia fursa hiyo na walianza kutoroka. Walikimbia msituni na walikuwa wanaogopa sana. Walijua kuwa walinzi wangewafuata na walijua kuwa wangeweza kuwaua. Walikimbia haraka iwezekanavyo na walikuwa wanaomba msaada. Baada ya kukimbia kwa masaa kadhaa, walifika kwenye barabara kuu. Walisimamisha gari na walimuomba dereva awapeleke kwenye kituo cha polisi. Dereva alikuwa mwema na aliwapeleka kwenye kituo cha polisi.
Walipofika kwenye kituo cha polisi, walieleza kila kitu. Polisi walishangaa sana na waliahidi kuwasaidia. Walifanya uchunguzi na waligundua kuwa Madam Yemima alikuwa mhalifu mkubwa. Madam Yemima alikamatwa na alishtakiwa kwa makosa mengi. Alihukumiwa kifungo cha maisha na alifungwa jela. Mabinti walifurahi sana na walishukuru polisi kwa kuwasaidia. Nasra alirudi nyumbani na alikuwa na furaha sana. Alijifunza somo muhimu na aliahidi kuwa mwangalifu zaidi. Alijua kuwa pesa si kila kitu na alijua kuwa usalama ni muhimu zaidi.